Miongoni mwa nguzo muhimu ya ndoa, mahusiano kiujumla ni uvumilivu. Sema uvumilivu sio tu jambo jepesi. Uvumilivu kuna kuvumiliana madhaifu mliokuwa nayo. Kila mtu ni mdhaifu katika hii dunia. Sasa umeolewa na mtu ananuka jasho, lakini umvumilie, ndio mtafute solution ya kuhakikisha hilo jasho inakuwa linanukia vizuri. Kama mtafutia dawa au la, unamuoa mwanamke labda ananuka mdomo, umvumilie, ndio mtafutia solution ya kuhakikisha huo mdomo unuki tena, ndio. Kuna madhaifu ambayo ya kibinadamu, ndio. Madhaifu ya kibinadamu unatakiwa mwenzako umvumilie, madhaifu ya kibinadamu, madhaifu kwenye tendo, unatakiwa pia utafute namna ambavyo ile tendo linaweza kuwa bora kwa wote wawili. Kama ni kufundishana, mfundishane, kama kutafuta dawa, mtafute dawa, na kama kutafuta usuluhisho, mtafute suluhisho, sio kwanza kutangazana. Madhaifu unatakiwa uvumilie pale mwenzako anapobadilika mwili. Mfano, mwanamke anapotoka kujifungua mwili hubadilika, wengine mpaka unenepa, kuna baadhi ya sehemu huwa zinaongezeka. Kwa hiyo wewe kama mwanaume unatakiwa ulipokee hilo la kwamba hili ndio nilolipanda na lazima niende nalo. Au kwa mwanaume muda mwingine anapitia kipindi kigumu cha maisha, hela haipatikani, kwa hiyo hata ile hamu ya kufanya tendo la ndoa inakuwa ni ngumu. Mwanamke unatakiwa usimame imara kumpa moyo mume wako ili arudi kwenye wanaume wake. Mfanye uvumilivu kwenye nyakati ambazo nyakati ngumu, yani unaona mkitazama mbele kiza, hakuna chochote, muwe pamoja, mkishuka mnashuka wote na mkipanda mnapanda wote. So mmoja akishuka kiafya, kiuchumi, kihadhi, kivyote vile, wewe unamwacha anashuka peke yake. Hiyo sio maana uvumilivu. Unapoapa kama nimekubali kuolewa au kumuoa mtu fulani, maana yake umeapa kukubali madhaifu pamoja na uimara wake, kuwa naye katika hali zote, kuwa naye katika vipengele vyote, kusaidiana katika hali zote. Na hiyo ndio maana ya uvumilivu.